hawa watu wanaotuzunguka kwenye jamii zetu, mahali popote pale ambapo tumekuwa tunaishi na hawa watu, wawe ndugu zetu, wawe ni watu wa karibu, rafiki zetu, wawe ni watu ambao wamekuwa wanahusiana na sisi katika jamii zetu, nataka nikwambie kwamba hakuna mtu yeyote anayekubali kitu chako kama wewe. Hakuna anayekuzidi kukubali kitu chako kama wewe. Hakuna, awe ni mtu wako wa karibu, awe ni mke, awe ni mpenzi, awe ni mume, awe ni mzazi, awe ni nani. Hakuna mtu anayekukubali, hakuna mtu anayekukubali wewe kama wewe mwenyewe unavyojikubali. Hakuna. Yani hakuna mtu anayejua ndoto yako vizuri, hakuna mtu anayejua maono yako vizuri, hakuna mtu anayejua kipaji chako vizuri kama wewe mwenyewe. Yani nikimaanisha kwamba hivi, hakuna mtu anayejua uchungu wa kipaji chako, hakuna mtu anayejua uchungu wa ndoto yako, hakuna mtu anayejua uchungu wa yani wa kazi yake kama wewe mwenyewe. Hakuna mwenyewe, hakuna ambaye mtu ana uchungu na kitu unachokifanya, hakuna, isipokuwa ni wewe mwenyewe. Simaanishi kwamba watu hawana uchungu, watu wana uchungu na wewe, ila hawawezi kukuzidi kama wewe ulivyokuwa na uchungu. Wewe uchungu au hamasa, ile hamasa unayo wewe. Ndio maana kuna mfano tu mdogo ambao nataka niutumie leo, nadhani unaweza kujenga leo hii. Tunaona makampuni makubwa sana makampuni ya Coca-Cola, makampuni makubwa sana duniani ambao yameendelea kufanya vizuri kwenye jamii zetu, yameendelea kutatua matatizo ya watu. Sasa ajabu ya yale makampuni ni kwamba kitu kimoja, mnaona yanaendelea kuhudumia na wanafanya kazi wengi na watu sana wengi ambao wameendelea kuyafanya endelee kuwa bora zaidi. Sasa nataka nikwambie kwamba yale makampuni yale unayoona yale yana watu wengi, mpaka unaona mpaka yanafanya vizuri, ni kwa sababu yana timu kubwa, na ili kampuni iweze kufanya vizuri inahitaji timu kubwa, na ili kampuni iweze kufanya hivyo. Lakini sasa kabla ya hapo, huwa yale maono huwa yanaanza na mtu mmoja. Kabla ya hapo, hizo ndoto huwa zinaotwa na mtu mmoja. Kitu chochote tunachokiona duniani kimeanzishwa, au kitu chochote tunachoona kimefikia malengo makubwa duniani, ni kwa sababu kuna mtu mmoja aliota, kuna mtu mmoja alifikiria, kuna mtu mmoja alikuwa na maono ya kile kitu. Kwa hiyo kitu chochote kilichofanikiwa kinaanza na mtu huyu mmoja. Kitu chochote kilichoanzishwa kinaanzishwa na mtu huyu mmoja. Hata ukisikia wanasema kuna kitu kimeanzishwa na watu wawili, kile kitu kinakuwa sio kweli. Kuna mtu alikiota, kuna mtu aliona kwamba hiki kitu kwa namna itakavyotakiwa mimi nipambane kwa future, hiki kitu kitakuja kwa kikubwa. Ndipo sasa anaweza kumshirikisha mtu wake wa karibu ambaye anajua huyu, kutokana na namna ambavyo tuna chemistry nzuri, nikimshirikisha hiki kitu tuanzishe, awe kwenye process ya hiki kitu, ndo pale sasa inakuja na semekana kwamba hiki kitu alianzishaga watu wawili. Kwa mfano kama vile Microsoft ilianzishwa na watu wawili, ilianzishwa na Bill Gates na ilikuja ikaanzishwa na Aaron Paul. Walianzishwa na watu wawili, lakini ukija kuangalia Microsoft kiwalisia zaidi, ukija kuifuatia kiundani zaidi, Bill Gates ndo mtu ambaye alikuwa na maono ya ndani ya kuanzisha kile kitu. Ndipo alikuja kumshirikisha rafiki yake Aaron Paul. Mungu amlaze mahala pema peponi Aaron Paul ambaye ni mwanzilishi mwenza wa Bill Gates wa Microsoft. Sasa nichokuja na rudi kwenye pointi yangu kwamba hivi, ndoto ya kitu chochote au maono ya kitu chochote yale
au jambo lolote lile huwa linaanzishwa na mtu mmoja. Sasa kuanzishwa kwa jambo la mtu mmoja ndipo pia uchungu huwa unakuwa na mtu mmoja. Yani iko hivi, yani hakuna mtu anayeweza kukipenda kitu au kukiona uchungu kitu, kukionea uchungu kitu. Hakuna mtu anaweza kukuzidi wewe, hayupo, isipokuwa ni wewe mwenyewe tu. Kwa hiyo kama mtaweza kusubiri watu wawepo wa kupushi ukitegemea kwamba wana uchungu kama waweze kukupushi ili ufikie ndoto zako, sahau sana bro. Hii dunia ni vita. Yani hii dunia tumekuja kupambana, kwa kila mtu kupambania kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yake. Kwa hiyo tunatakiwa kupambana sana. Maisha haya ni vita. Sasa vita hii haitakiwi uwe na mindset ya kusema kwamba kuna watu wanakikubali kitu ninachokifanya mimi. Hata hao wanaosema wanakukubali kwenye kitu ninachokifanya wewe, ukitaka kuamini kufa wewe, hicho kitu wewe ulikianzisha afu je kiweke katika misingi ambayo watu watafuata, watu wataenda inavyotakiwa. Ukifa wewe au kitokeo umepotea wewe, hata kile kitu kina uwezekano mkubwa wa kufanya possibility ya kile kitu kufanya nini, kufa, kupotea. Kwa hiyo kitu chochote kile ambacho umekianzisha, kitu chochote kile ambacho unakiamini, mwenye uchungu mkubwa ni wewe, sio watu wengine. Watu wanafuata tu kama mkia. Watu watakipenda kitu ambacho unacho wewe kwanza. Yani watakipenda kitu ambacho unacho kama wewe ukikipenda kwanza. Watu wanakuangalia wewe, akili yako inawaza nini. Watu hawaangalii kwamba kwenye vichwa vyao wanawaza nini ndio ufuate. Watu wanaangalia wewe kwenye kichwa chako unawaza nini. Watu wanaangalia wewe unapenda nini, unapendeje kitu chako, ndipo wao wanafuata jinsi wewe unavyofanya. Kwa hiyo kwenye ndoto yako, kwenye malengo yako, mtu ambaye ni dereva wa ndoto zake, wa maono yake ni wewe mwenyewe. Kwa sisi ni watu ambao tutaangalia wewe unaenda vipi. Yani unaweza kubadilisha chochote bro kwa kufikiria wewe. Yani kwa sinki yako tu unaweza kufikiria, yani unaweza kubadilisha chochote, dunia ikawa kubwa. Badilisha maono yako kuwa makubwa, usiogope. Usiogope. Asante, naitwa Sam Focus Betamani. Kesho Focus. Usiache kunifuatia kwenye mitandao yangu ya kijamii, natumia Sam Focus Betamani. Kesho Focus, unaweza ukanifollow kwenye mitandao ya kijamii yote ile ambayo unajua wewe. Asante.